nilimtazama mtu pori kwa macho yaliyojaa hasira na hofu kwa wakati mmoja. Kichwa changu kilikuwa na maswali mengi, lakini sikutaka kuonekana dhaifu. Mtihani gani? Niliuliza kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo. Mtu pori alinitazama kwa muda mrefu, kisha akainua mkono wake kuelekea upande wa giza. Ghafla, ardhi ikaanza kutetemeka na kutoka kwenye kivuli, kiumbe kimoja cha ajabu kilijitokeza. Kilikuwa na mwili wa simba, lakini uso wake ulikuwa wa binadamu. Macho yake yalikuwa meusi na marefu, yakining'inia kwa huzuni isiyoelezeka. Ikiwa kweli unampenda upendo, basi ni lazima umpate kwa kufuata sauti yake, mtu pori alisema. Lakini kumbuka, si kila sauti ni yake. Ukienda upande usiofaa, hautarudi tena. Nilihisi damu yangu ikipungua mwilini. Na je, nikifanikiwa? Niliuliza. Mtu pori alinitazama kwa macho mekundu, kisha akatabasamu kwa namna ya kutisha. Basi utaweza kumwokoa, lakini si kwa bei rahisi. Sikujua maana yake, lakini sikuwa na muda wa kuuliza. Ghafla, upepo mkali ulivuma na msitu ukapotea mbele ya macho yangu. Nilijikuta nikiwa mahali pa ajabu. Kulikuwa na ukungu mzito kila mahali, na anga lilikuwa jeusi kama damu iliyoganda. Nilihisi sauti za mizinga ya radi mbali, lakini hakuna mvua ilionyesha. Ndani ya ukungu huo, sauti zilianza kusikika. Mpendwa wangu, moyo wangu uliruka. Ilikuwa sauti ya upendo. Nilianza kukimbia kuelekea kule ilipotokea. Lakini mara ghafla, sauti nyingine ikasikika. Njoo huku mpenzi wangu, nipo hapa. Nilihisi mwili wangu ukisimama ghafla. Sauti hii pia ilifanana na ya upendo. Nikaanza kuchanganyikiwa. Kama alivyonionya mtu pori, si kila sauti ilikuwa ya kweli. Lakini ni ipi ilikuwa ya kweli? Nilihisi jasho jembamba likitiririka kwenye mgongo wangu. Nilisimama, nikafunga macho yangu, nikajaribu kusikiliza kwa makini zaidi. Ndipo nikagundua kitu. Sauti moja ilikuwa inaita kwa upole, lakini ilikuwa na tone la hofu ndani yake, kama mtu aliyekuwa akipigania maisha yake. Nyingine ilikuwa laini mno, lakini ilikuwa haina hisia, ni kama ilikuwa inajisikia nguvu, kana kwamba ilikuwa inajaribu kunivuta kwa njia isiyo ya kawaida. Moyo wangu ukaniambia, upendo daima. Alikuwa na woga kidogo katika sauti yake alipokuwa akilia. Basi nikachagua. Nilianza kukimbia kuelekea sauti ya kwanza. Nilipokaribia, niliona kivuli cha msichana amefungwa kwenye mzizi mkubwa uliokuwa umeota kutoka ardhini. Uso wake ulikuwa umefunikwa na nywele ndefu, lakini nilimtambua. Upendo, niliita. Aliinua kichwa chake kwa shida, na macho yake yaliponitazama, nilijua huyu alikuwa yeye kweli. Lakini kabla sijamfikia, sauti ile nyingine, ile ya pili, ilitoka nyuma yangu kwa ghadhabu. UMEKOSEA. Niligeuka na nilichoona kilinifanya nipige hatua nyuma. Kiumbe kilichojitokeza hakikuwa binadamu. Ilikuwa ni nakala kamili ya upendo, lakini macho yake hayakuwa na uhai ndani yake. Nywele zake zilikuwa zikitiririka kama moshi, na ngozi yake ilikuwa nyeupe mno, kama mtu aliyekufa siku nyingi. Nikajua nilichokuwa nakabiliana nacho, kiumbe cha giza, mdanganyifu wa nafsi. Kilianza kukimbia kwangu kwa kasi isiyo ya kawaida. Sikuwa na muda wa kufikiria. Nilitoa kisu cha babu, nikajitayarisha kupigana. Lakini kabla sijachukua hatua, mlio mkali ulisikika nyuma yangu. Mtu pori alikuwa pale. Umepita mtihani wa kwanza, lakini hii ni gharama yake, alisema kwa sauti nzito. Ghafla, ardhi ilianza kutetemeka na nilihisi kitu kinatoka mwilini mwangu, kama sehemu ya nafsi yangu ilikuwa inang'olewa kwa nguvu. Nilihisi maumivu makali, kana kwamba mtu alikuwa ananipasua ndani kwa ndani. Nilitaka kupiga kelele, lakini sauti yangu haikutoka. Ghafla, kila kitu kikawa giza. Nilipoamka, nilikuwa nimelala juu ya ardhi baridi. Upendo alikuwa pembeni yangu, akiwa amezirai. Nilihisi nguvu mpya ndani yangu, lakini pia nilihisi kitu kingine, kitu cha ajabu. Kama kuna jambo lilikuwa limebadilika ndani yangu. Nilipogeuka, mtu pori alikuwa akinitazama kwa macho mekundu. Sasa wewe si binadamu kamili tena, alisema kwa sauti nzito. Nilihisi mwili wangu ukisisimka. Unamaanisha nini? Mtu pori alicheka kwa sauti ya ajabu, kisha akasema, umechukua sehemu ya msitu huu ndani yako. Umetoa sehemu ya nafsi yako kama gharama ya kumpata upendo. Nilihisi giza likizongwa ndani yangu. Je, nilikuwa nimemrudisha upendo kweli? Au nilikuwa nimepoteza kitu kikubwa zaidi? Nilimuinua upendo, nikampakata, kisha nikaanza kutembea kutoka kwenye himaya ya mtu pori. Lakini moyoni mwangu, nilijua kitu kimoja. Siku moja, ningelazimika kurudi.